Ondoka na mali uzuri sasa. Wana faida idadi ya wachezaji. Ansel Ochieng. Ansel Ochieng. Anachia fataki uzuri, ilikuwa na kasi kule. Na mpira ulikuwa hujapaa, unabusu nyasi tu. More. Fika pembeni kwake Joseph Kuloba. Kuloba natoka, amegongana. Douglas Ng'ang'a amekata Edwin Masembe. Ilikuwa tayari mpira, alileta pale pale, akatoka kwa upanchi wa kwanza, alinyanyuka kwa haraka na alikuwa ameuficha Douglas Ng'ang'a Kamau, lakini Edwin Masembe baada ya kuweza kumpita kupambana na mali. Kibeta ameipata Aidan leo kwake Kuloba, ametana nao kwake Daniel Ng'ang'a Kamau. Masembe anakwenda kupewa somo ambao bora waliichanja uzuri. Edianolo Kuloba akamwandalia Daniel Ng'ang'a Kamau kule alipoificha kwanza. Alikuwa makini Bob Cedric, akaipangua. Good goalkeeping anaifanya Daniel Ng'ang'a Kamau kwa faida ya AFC Leopards. Kwenye kutumia mguu wa kushoto utashika Japhet Lihanda Mzungu. Kadi nyekundu kwa Japhet Lihanda Mzungu. Ameonekana kwa alichokifanya pia mara mbili. Alikwenda kusukuma kenda paka chini upande wa pili, akapiga nia mpira akiwa naye Chris Wilunda, kakadhabika na kumrushia kabisa mpira. Lakini labda tukio hili la City kwa kutegemea counter attacks ambazo hazijalipa pakubwa kipindi cha pili. Chris Mshaibu amecheza mpira kwa mkono katika nafasi nzuri kwa mpinzani, lakini anasema mpira ndio ulimfuata, hata yeye hakutarajia. Lakini Silas Mote na kadi ya njano tayari, na Idris Shaibu anakuwa kadi ya njano. Na baada ya kuangalia buku lake ameona kuwa yes, alimpatia dakika 46 kadi ya kwanza, na kipindi cha pili hichi dakika 93 anakula kadi ya pili, wakati ambapo anakwenda kuruka hakuona kabisa, lakini mpira ulimfuata kwenye mkono wake Idris Shaibu. Mungu Ezekiel Sachi Akwana aweze kunieleza kauli yake. Coach, kwanza kadi mbili za nyekundu, lakini tuanze na kuzungumzia kadi ya kwanza ya Japhet Lihanda. Kadi ya kwanza ni kadi ya ujinga sana ambayo Japhet amepata because ametucost. Tulikuwa tayari kwa game, akaretaliate, that's a direct red card, so it was a very stupid, naweza sema ni kadi ya ujinga sana, na ametucost, tukaweza kucheza vile tunafaa kucheza kipindi cha pili. Ni mechi ambayo iliweza kukutoa kwenye mchezo, labda kadi hiyo ambayo uliweza kuipata imekutoa kwenye mchezo kabisa leo? Ya, kabisa iliweza kutoa kwenye mchezo, manake mimi nilikuwa na press high, na wakati alitoka huwezi press high na less players, ika result into me playing low, so na tukicheza low ilikuwa bado tutoke na counter, na bado tulikuwa tuna numbers juu, so hiyo red card ndio imenime sana, but tuna hope next time tutajaribu kuwa kuna vile kuweza kuongelesha wasio wanapata red card za kijinga kama hizo. Na labda kwa kijumla mechi hii ni kitu gani ambacho tunakwenda kukifanyia kazi? Manake pia umeondoka na kadi ya pili nyingine ya nyekundu, labda unaenda kuzingatia nini coach kutokana na matokeo ya leo? Tunaweza kuzingatia vile tutashikanisha timu vizuri, manake unapata tayari kuna wale wanaweza cheza walikuwa kwa bench, so I think wale walikuwa kwa bench it's their time to show that they can play. Ni wakati wao kuonyesha kuwa wanaweza cheza wakati wale wengine hawako. So next match tutafanya changes na wale watakuja in wataweza cheza. Ukiona Jamin ameingia amecheza vizuri, so tayari nimepata replacement ya Mzungu hapo. Asante coach na kila laheri kwenye mechi ijayo. Kwanza ningependa kushukuru Mungu, game imeisha bila majira yoyote. Haijakuwa nzuri kabisa. Kwanza ukiangalia uwanja pia imekuwa opponent kwetu.
cause kuna chances tunapata opportunities za kufunga, lakini kuna uwanja ni telezi sana. Ukiangalia opponent amepata red card second half ikianza, haimaanishi sasa watakuwa ni wanyonge. Ukiangalia after hapo hata wame create chances. Sofapaka pia nawapatia kongole, wamefanya vizuri, wamecheza vizuri, wamekuwa compact ku defend second half. Pia ningependa kushukuru vijana wangu, we are improving. Hata leo ukiangalia tumeimprove sana, ni ile Sofapaka pia wamekuwa compact, wamedefend vizuri. Na zungumzia nafasi ambazo pia umeweza kubuni nyinyi wenyewe kwenye kipindi cha pili. Pia umekuwa na nafasi nyingi za kumaliza mchezo, lakini bado kule kumalizia kumekuwa na tatizo. Ndio manake pia umefanya mabadiliko pia. Tumekuwa na pupa saa zile opponent wamekuwa less, tukaona ni kama tuko na spaces kubwa za kucheza. Tumekuwa na pressure mingi hapo mbele kwa striking, kina Ansel, kina Wasai. That's why nimesema ni watoe nje, niingize wale vijana wengine wenye pia hawajapata nafasi ya kucheza, ili tuone kama watacheza bila ile pressure, na bado tumepata hizo chances, bado tumezikosa. Na labda utakuwa unaenda kufanya nini kazi kutokana na mechi ya leo ambayo kidogo haujaondoka na alama 3, lakini angalau uko na alama 1? Nashukuru tumekuwa away game 2 zimefuatana, zimeshikana. Ukiangalia Sofapaka hawakuwa na mechi, walikuwa wamepumzika. Nashukuru vijana wangu wamejisukuma, ukiangalia imefika mahali tukakatika kidogo. Tumekuwa away pia, tumekuwa tukiconcede mabao, plus kwa defense yangu tumepata clean sheet, at least ni clean sheet ya pili kwa huu msimu. Pale mbele pia bado si mbaya, tumecreate chances, ni ile pia hatujafunga. Nitazidi tu kumotivate vijana wangu, kuwahimiza kwamba tukipata hizo chances tuweze kutumia. Wengi hawajacheza Premier League, na nitazidi tu, sitawapiga pressure, nitazidi tu kuwa motivate. Kama tunaweza create chances kwa hii ligi, ikipatikana siku ya kufunga tutafunga mabao. Asante.